Kwa maisha yangu wanitazama kama mboni ya jicho lako. Usifiwe Bwana, usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu. Wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe mpenzi wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni ya jicho lako. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Inua tu kinywa chako. The name of Jesus. The name of Jesus. Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. nitaingia
nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. haitawala kufika hapa, ni mkono wako umenibeba, haitawala kufika hapa, ni mkono wa Mungu haitawala rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, haitawala rahisi kufika hapa, mkono wa Bwana umenibeba, haitawala rahisi kufika hapa Bwana, ni mkono wa Mungu umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba Bwana, umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba, Tunakushukuru Baba kwa ajili ya neema zako kubwa kubwa, baraka zako na upendo wako ajabu. We thank you, we give you honor and we glorify your name. You are indeed our Savior, our hope and our desire. We worship you this wonderful morning because you are the King of Kings. You are the King of glory. You are Adonai, our hope and desires, our hope and our resurrection. We worship you. We believe and we trust in you. We live in you, that only through you we are resurrected. In Jesus' name, somebody say amen. Amen, amen. Let's put our hands together for Jesus Christ. Oh yes. You may salimia mtu moja ama mtu mwingine, msalimie tu, mwambie karibu kwa ibada za leo. Mwambie tu wewe ndio hukuenda Easter holiday. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. God bless you. God bless you. Indeed, God bless you. You are so wonderful people. You are so wonderful people. Thank you. Thank you. Thank you so much. Wazee habari. Kijanani aje? Wewe mweka kijana. Kaogeje. This is my firstborn. My firstborn boy. Kakijana kagu. Okatu. Nuratigire kogwa. Haisha. Nuratigire kogonyoka. Ndura dina mutereu. Amen. Amen. Habari yenu asubuhi. Habari yenu asubuhi tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante na mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana.
baraka ni ya Mungu ya kufikisha sisi siku ya leo. Kwa hivyo ni baraka kutoka wapi? Mbinguni. Ni baraka kutoka wapi? Mbinguni. Kwa hivyo Mungu ni mwema. Simpigie kijana yangu makofi. No akena. Doke ari ageuke uthio magaidi. Tugithii guikorogio kahora. Ene mamenya muthuri uyu ni mukuru. Ni meciragio ya miaka 20. Tera mutumia we na miaka igana. Tamwire we na miaka igana. Mwire uyu. Mwire na miaka igana. Ikarevi. Natakinyitie nginya 30 kana ni 40 kana niki. Father. Hego koko kou. Niki gwekete. Allergy. Ukahe. Tutanauma guko kumite. Nego. Thank you very much. Habari ya Pasaka, wale hawakuenda Pasaka. Na wale wa Pasaka. I have a good friend of mine. Ningetaka tu awasalimie. Si ni vizuri kusalimiwa na watu wengine ambao ni mafriend wetu. I don't know what is attracting me more and more, but they are watu wa Catholic. Because wakati nimeenda Spain, watu wale wanifungulia mlango kwenda Spain ni Catholic. Nikakaa kwao, wamenilea huko, tumetembea Europe mzima ni Catholic. Walikuwa wananilipia ndege. Imagine mtu wa Catholic akikulipia ndege. Na wanasemaga sisi hatubebi sanamu. Hallelujah. Hatubebi nini? Msalaba. Lakini they have come to my all of have gone. And in fact tuko na wengine hapa. Bado tuko na wao, lakini wako mguu mmoja iko huko na Father, katuotoga hivi. Nipatieni hapa somebody here. Kuja hapa my father. Ni my father, ikiweta my father kana kuita father. Ulete hiyo kitu weka hapa. Mati hujegea hata rekanya mutakaka. Biga ha. Ayari. Mati yana time. Mpatie microphone. Mzuri. Yes. This is a friend of mine. Na huyu ni mtu travel all over the world. He's a young man, the only father in this world who is married publicly, not secretly. Najua wengine they are all married secretly. This one did it publicly and he got married. Kwa hivyo kwa wale matoro and the dark, this is not the toro and the dark, has been taken. Bwana Yesu asifiwe sana. He did a wedding. Mliona kwa Facebook na kwa YouTube. This is the man. Na akasema dikwenda uhiga. Todo makorogo nao mahithite, makorogo na 8, 10, 30, 40. Sasa huyu akasema afadhali nikae na mmoja nimutakase kila mtu ajue mimi nimeokoka. Si ndio? Amen. Na amesema anataka tuhubiri pamoja this gospel. Amen. Hallelujah. Ile maneno nawaambiaga mingi. Huyu jamaa ako nao amenipatia yote. Confirmation. Ile secret nawaambiaga. This man has gone. Wacha tusikie venye anataka kutuambia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God is good and all the time. It's nature. Wow. Kuna kitu nimesikia apostle amesema. Wacha nione kama ni ukweli. Ni test. Tumsifu Yesu Kristo. Haya. Kweli ni ukweli. Kaitwigoko. Uthamaki wa Kristo roka. Haya. Asante sana apostle. Ati uke na jirao. Maria kwihikwereka gucera guko. I'm so happy, especially in such a day, siku kama ya leo ambayo tunasherekea Easter, ufufuko, a new victory, si ndio? Yeah, so na nimefurahi sana
kuona hapa kwamba the theme of today, the power of resurrection, si ndio? And I'm so happy that a day like this, mimi sikujua hata tukianza mwaka that Easter ya mwaka kama huu nitaweza kuwa mahali kama hapa, lakini kuna kitu na naona kuna mama wengi hapa. Wengi hawa walikuwa Catholic. Sawa. Una imagine jana kuna mahali tulikuwa na watu wakakuwa wanaongea mambo ya wakati ikifika wa mama kufunguka. Kuna endanga aje, si anakuwa na uchungu sana. Anashindwa, anaanza kutembea hata niliona watoto waliambiwa waende mahali pengine. Kuna mtu alikuwa anatuambia kuna mahali hata ikifika men are not supposed, hawakubaliwi kwenda huko, although siku hizi tuna very many men who are assisting women to deliver. So hapo mwanamke hata hajiwezi, anatembea hivi huko maternity na nini kwa sababu ya uchungu, kwa sababu kiumbe ambacho amebeba wakati wake imefanya nini? Umefika. So nataka kuwaambia nimekuwa na huo uchungu for some time. Wakati tulianza Lent kwetu tunaanzanga Lent na Ash Wednesday, si ndio? So for 40 days I have been having a lot of pain in me. Nashindwa nini Mungu anataka kufanya nini? Izaliwe ndani yangu. Na wakati sasa tumekuwa tukijani na apostle na nini, kweli nikaona wakati Yesu anafufuka na hicho kiumbe ambacho kiko ndani yangu kinafanya nini? Kinazaliwa na kinakuja. So ni vile tu apostle amesema, mimi nimeamini na nimesikia sauti ya Mungu ikisema tushikane sisi tuweze kueneza Injili, tutangaze mfalme wa amani ambaye sisi tunamjua, sisi tunamuelewa. Sawa. Sio ule ambayo tunambua sijua ako mbali wapi. Sisi wenyewe kwenda kwa kuweka hata kuemenya na tujitegemee pia. Sio kama wale wanasemanga ni wa kujitegemea lakini bado wanategemea mtu mwingine kutoka na huko Scotland ama si ndio? So nimeshukuru sana na tutaendelea kuwa pamoja. Maybe just one verse, unaona apostle. No, before you read that verse. Okay. I was looking, nimeona nimechukua simu kwenda kuangalia kwa Facebook page yako. Nimeona umesema ati this is the last Easter. What did you mean? Hiyo ni swali ngumu. Hata mimi mwenyewe saa zingine naandikanga mambo baadaye naanza kujiuliza kama tu venye unajiuliza. Lakini ni ukweli, kama wacha tuanze wakati wa Christmas. Kuna mahali kunaitwa Bethlehem na Jerusalem na nini. Though that place for many years since beginning of Christianity imekuwa ikipata revenue nyingi sana through tourism. Watu wanaenda kuona mahali nani alizaliwa. But last year they never got even a single coin. Why? Because that place is already demolished. Unajua ile vita iko huko hakuna. So unaona, na hiyo kitu imekuwa ikisaidia sana kufanya nini? To propagate something. Unaona? Sasa na venye tu tumekuwa tukiendelea, kuna watu wamekuwa wakisema kweli sisi ni wa Kristo, si ndio? Na sisi ni wana wa Mungu. Lakini kweli tunajua huyu Mungu ambaye tunaamini na tunaabudu. Na ndio sasa juzi kukakuwa na a very big revelation kutoka Russia. Ya kwamba tumekuwa wale ambao wamesema tunatoka Catholic. Tukizaliwa tulikuta nyumba zetu ziko na images, misaraba. Picha ya Maria, picha ya na kuna mahali hata nimekuja na ile nguo nyingine utaona nini. Watu walikuwa wamekuwa wakijiuliza, Yesu kweli alikuwa anafanana hivi? Alikuwa anafanana hivyo hizo picha? So na pia wakati nilikuwa huko Amerika, nimekaa sana huko, nimehubiria wazungu mpaka nikatumwa huko Haiti. Na nilikuwa na hata wazungu walikuwa wameanza kujiuliza, wakati wa Christmas kuna kuanga na a lot of snow. Si ndio? A lot of snow kila mahali. So walikuwa wanajiuliza, tunaambiwa usiku Yesu alizaliwa usiku, mama Jews nini shepherds walikuwa wanalisha nini? Kondoo. Sasa wanakuwa wanasema this is a contradiction. How could
shepherds be outside at night wakati kuna snow, na hata snow hakunanga nyasi yaku so wanasema kweli. Sasa unataka kutuambia nini? Sasa nataka kusema ukweli umeanza kufichika. The real kufichuka about the real Jesus, the Son of God. Wewe ni mtu wa popu, si ndio? Popu si ni mzungu? Ndio. Na Yesu ni mzungu? Ndio. Umejibu sasa. Sasa umejibu. Na lakini hii mambo nataka kutuambia Yesu could be a color, different color. A different? Could be a different color. Umetaja mambo ya Russia. Wacha tuseme hiyo mambo ni pole tu. Tuguzie tu kidogo. Yenyewe inaenda ikijireveal. Unaona hata mtoto akizaliwa haanzangi kukula githeri. So sasa tuambie, why did you get married? Na mbona hujafukuzwa? Okay. Hiyo kwanza unafaa kufukuzwa. Sasa. So nataka kwanza kusema hii mambo ilianza wakati nilikuwa huko Haiti. Na nimeambiwa niende huko hiyo nchi nianze, kwa sababu nilikuwa mpaka nimejua kusoma sign language. Unaona hiyo? So nilikuwa nasaidia watu wale ambao ni maskini sana, walikuwa wamepigwa na earthquake na nini, mnajua mambo ya hiyo nchi. Lakini kuna mambo ambayo hatukuweza kuelewana, na especially wale walikuwa kwa kanisa, kwa sababu ningeenda kwa nini zinaitwa nini hizi za voodoo, hizi voodoo they are traditional ways of worship. Na nikirudi kwa church kiama ya huko huko nikirudi kwa convent ama kwa masista na wale tulikuwa nao, wakijua nilikuwa huko, walikuwa wanakaa mbali, ati wanaona sasa huyu amekuja na mashetani ya huko ya nini. Lakini hiyo kitu iliniguza, nikasema mpaka nikaambia wakubwa wangu, sasa badala ya twende tuharibu na tumalize hizo vitu, why don't we kwanza tuwasome, tujue nini, mbona wanafanya nini hayo mambo, tuanze kuambia ile sio mzuri, tufanye nini, tuondoe na tuweke ile mzuri. Hapo sasa ndio tulianza kuwa na hitirafu na mlikosania hapo. Tulianza hapo, ndio chanzo. Na sasa nikawaambia me I feel I would rather stand with the Africans because Haiti ni wa Afrika. Na kitu kimoja ambayo ni muhimu sana kama mtu Muafrika, especially a woman, mudhuri muiro Muafrika, you are a man if you have a family, uko na watoto wako ambao wanakuita nani. So hapo ndio kakulena tofauti ya mudhuri muiro Muafrika na mudhuri mwero wa Europe. No juge no hatire muno no ugatirire mudhuri muiro Muafrika ena family yake niguo etekaga mudhuri. Yes, kuringana na dini ya Katholikire ni mutambulite uguo. Reke tuge how tijuga muno todo they gave a title of a father who has hana watoto wake. So what is the reason behind making a man like you that you will never bear a children and then you are given a responsibility to run a church? That's the biggest mistake, historic mistake that kanisa ilifanya. What was the reason behind it? Sasa okay, acha tu sema tuache kuogopa. Hii mambo ya kutooa haikuweko kutoka kitambo, ilianza tu hata haijamaliza miaka 1000. And it was the year 1054. Naona before hiyo hata ukiangalia history, mapope wa kwanza, bishops, ma priest, they used to marry. What happened, na wakati huo kanisa ndio ilikuwa in charge ya serikali. Kama huko Kenya ule bishop mkubwa ndiye angekuwa bado ndiye president. Ndiye ana appoint ma ministers, so ma bishop would be like ministers. So what the bishop sometime wange ordain their own sons. Hakukuwa seminary, wewe kijana yako unamfanya nini? Kama sasa hapa una ordain mtoto wako na pengine mtoto wako hana amani na hana nini. So what do? Na yeye anakuja anaanza, pengine hana amani, ana transform kanisa ambayo ilikuwa inaenda vizuri, inafanya nini? Inaanguka. Maybe anaifanya ikue club, ikue museum, ikue nini. So kanisa ikaangalia, ikaona hapa we are losing a lot. Okay, kulikuwa na kitu inaitwa simony.
mpaka kuuza mambo ya sakramenti, kuuza baraka na nini, kwa kuwa na a lot of corruption. So wakasema to avoid all this, let us come together. They called a council, na hiyo council ilikuwa inaitwa Council of Florence, ama vile ni mahali nimeenda huko Rome, na wakasema tutafanya nini, and they voted. So kutoka hiyo wakati wakasema kutoka leo ukitaka kuwa father hakuna kufanya nini, na ikaekwa kwa canon law. So hiyo ni sheria ya kanisa ambayo tunaweza sema haiendi mbali sana, kwa sababu hata ule the current pope mwenye tuko naye ameulizwa mambo mingi mara mingi na watu, hii mbona wakubali mapadre, anawaambia that one I can quote na unaweza muangalia, akaambia unajua hii mambo ya kutoa iliekwa na mwanadamu na mtu, na pia kuna wakati inafika mwanadamu afanye nini, aitoe. Kwa hivyo kama ni yeye angekuwa na nguvu ya kutoa angekuwa shafanya nini, ashatoa, lakini lazima afuatilie mitaratara because it's an institution. Kumekuwa na a lot of synod, kama sasa kuna synod inaendelea, kila watu walienda mpaka kwa majumuiya na nini kusema tusikize. Sasa ni wakati wa kanisa sio tu kusema, isikize nani, wa Kristo. Kwa hivyo in short there is a revolution in Catholic. Yes, and a big one. And a big one. Yes. And that's why you are going to lead that revolution. And that's why I'm very 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 brave and proud. Siogopi kitu. Unajua hii ni mambo ya nani? Ya Mungu. So how are you feeling now? You are a father that is a real father. I feel blessed. You feel blessed? Yes. Thank you very much. Mpigeni makofi. We'll be having in-depth discussions kwa ile tafadhali yangu ya Digira na Bethel Klaus, tutakuwa na panel. We'll be discussing more and more with him and the more deeper things. Yes. Nimekuwa nikiwaambia, I told you I was in Europe, nimeenda zote, nilikuwa naenda kufanya ujasusi nikafanya, and I discovered so many things that tumedanganywa. Lakini God is good. At this time we have people like them from inside, they will give us the story about it. Bwana Yesu asifiwe sana. Simpige makofi. Tunaenda crusade. Yes, tutaenda crusade na ukuje na zile nguo zako mrefu utatuhubiria utukiwa crusade. Si ndio? It is good always to have people from Damurire notikanitha. Ndio bia isi kanisa. Yeke ni kigokona. Mnanielewa vizuri? This is an altar where we have all people must come here so that we can bring order and sanctity to humanity. Hii maneno ya sarakasi mingi mnaonaga inafanyika pale. Huyu atakwambia, mtasikiliza tu, the deeper uogo iko padile, the deeper uogo tuko nayo, the deeper uogo all of us. Then we come up and say, God, come and help us. Because we need this God to resurrect in us. We need this God to come and change our lives. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we need it. We need to be genuine. We need to be sincere. Tuache sarakasi. Hallelujah. So that we can stand as a human, because that is why God has created us, that we may be able to be genuine, sincere, and looking forward to us seeing the glory of God in us. Yukwenda kugaithania. Ndogioke. Turerora aya rwakwa nyina ruo kana ni muhenagio. Rugama. Amjambo wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nimekuja tu juzi kutoka huko nje, na nilikuwa nimekuja tu sio kwa nia mzuri, lakini sitaki kusema zaidi. Tulikuwa na pastor apostle, na ndio nikasema leo nitafika hapa kanisani kushukuru pamoja na ninyi na kukumbuka Yesu kuwa amefufuka. Nashukuru na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Can I tell them something? How many know Oliver here? Nani wanajua Oliver? Kama unajua Oliver inua mkono. Nani anapenda Oliver? Kila mtu tunampenda. Huyu ni mama mkwe. Ni mama mkwe. Mkwe ni nani? Mother in law to Oliver. Yes, and she has been a silent follower until now amejitokeza. Watu wengi ni silent.
Lakini sasa they are coming up. Thank you for coming. Also we are sorry for the loss of your husband. May God bless you. May God make you strong. We love you. We will be with you all along. Thank you very much for even coming. Kana ndĩrenda kwaria? Nĩkĩ no korwo nĩũrakiuga rĩu? Oguo kĩrĩ mũnene noguo. Wasalimie tu. Nĩũkũgeithanĩtie? Ndiuma kuo ũkĩgeithanie. Ume harĩ. Ngũnyitĩra gaka nĩ waraihĩrĩria. All the way from Texas. Texas niko gũkoragwo na andũ a mũthemba ũyũ. Andũ marĩte. No Texas niko itonga cikaraga. Kana tiguo? Texas. Amen. Thank you very much. Simpigie makofi mazuri. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you kaya korathime. Wacha tuangazie sasa because we don't have much time. We are going for the crusade. The crusade imekuwa mzuri. God has really blessed us. We have several people that have, couple of people ambao wameokoka. People have been delivered. It was amazing. As I told you, sijui kama mnaelewanga how this ministry has been running. As I told you that this is the time God has taken us to the next level of the ministry. So mnajua hivyo? The real ministry, why we were called. We were doing preparations. Alice, I know you didn't know this, Akina Karo. God has been preparing us for the last 2 years for now what we just started in Kibra. Kibra was a journey that began, and from now henceforth, you will see the fire that you've never seen. If you are not ready for this, you better go and start planning to be ready, because we have started the journey. Mwambie mwenzako, the journey has just begun. We have prepared. He gave us a sanctuary. Did you even imagine that God giving us a sanctuary when we didn't have followers? A big sanctuary like this one. God gave us when we were only 10 people. And he told me, go open this sanctuary. I'm going to bring your people because I'm going to launch you. And when we went to Kibera, how did you see it? It was amazing. We don't even preach. We just call people who want to get saved. Here they come, all of them, because it is already time. You see, Father is coming. Amekuja amesema, I want to join you. Muslims who can to come, they will join us. Other people from all over the world, they will join us. And that is what God wants to be done on earth. That is why God has blessed us. That is why God has given us an opportunity to be able to stand and give this gospel to the rest of the world, so that they can see the reality, the real gospel that Jesus had in this world. Today my topic, I want to concentrate on the resurrection. The power of what? Resurrection. And the power of resurrection ni kitu ambayo lazima nikuambie vizuri na jeradikeru. Sema na jeradikeru. Sema na language yako na jeradikeru. Asante. Now I want to take about 1 hour, because we must go to Kibera. We must do what? Hiyo ndio kazi ile nimeitiwa ya huko nje. Na ndio nimeona nimekuwa nikiwalea, nimekuwa na mapasta kina Beatrice na wengine. I want to raise. I've been teaching you how I want more and more, because we will now from now henceforth mutasikia movement after movement. Nakumbuka siku ile mlikuwa mnanijua. Siku ile mlikuwa mnanijua aje? Komada.
Nikisema mfanya mlifanya. Si nilisema msivae skati na trouser, mini skirt na trouser Kenya mzima. Mlivaa? Siku hiyo nilikuwa na miaka 22. Na mkuvaa. Na sasa hiyo mlikuwa na miaka 30, 40, 50, 60. You didn't do. Even the government, even mke wa rais hakuvaa. Na sasa tuko na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are raising such a magnitude of a move. The power kuhakikisha ya kwamba we have gone through every corner of this nation and we have turned it. Twende Africa, twende Europe, twende America, twende Australia, twende Canada. We change the world because this mandate has been given to us. Sema mandate tuko nayo. So let us look at the book of Philippians 3 from verse number 10. Philippians chapter number 3 from verse number 10. Tukiedaga hivyo tukiendelea vizuri na tutaangalia that I may know. Let's start from verse number 8. Indeed I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having righteousness of my own that comes from the law, but which comes through the faith of Christ, the righteous from God that depended on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his suffering, because like him in his death, that by any means possible I may attain resurrection from the dead. Bwana Yesu asifiwe sana. It is talking about you having lost every glory that you have. You having lost lift up my voice. You having lost everything because of the sake of Christ. Remember when I got saved, wakati ule niliokoka, I got saved and everybody was like, no, this man cannot get saved. Until today, there are people who doesn't believe I got saved. Until today, there are people who think that I'm still hiding in Christianity. Until today, there are people who doesn't believe that Waruinge can change. Bwana Yesu asifiwe sana. But my greatest question I was praying yesterday and I was asking God, what will happen for these people to believe that I got saved? And God told me this: they will never believe you because they are not resurrected. Until such a time they are resurrected. Until such a time they have been given a new birth, a new life, a new dimension. That is the time they will come believe you. And he told me they have not even believed in my son, leave alone you. Hallelujah. They have not believed in my son, leave alone you. And I asked God, how can they believe Jesus? And they said, do you think they believe in my son? I looked at it and God told me, go look at all the churches. Ni sarakasi peke yake. They don't do what my son told them. They don't do what is my wish. They don't do what is supposed of them to be done. They are only doing gimmicks. They are only up and down, doing all their things. They don't worship me. They worship idols in the name of Jesus Christ. And that is when I came to believe that when you are sent with a purpose, when you are sent with a reason, you have to die so that you can be resurrected. When I was there in Mungiki, I was a giant. I was somebody so powerful. I was somebody who did things, and the whole world will be shaken. But when Jesus came, he killed that giant so that a new person can be born in me, so that this person that is born in me can become a solution. Bwana Yesu asifiwe sana. So my point here, nataka tuelewe ni nini. Kwamba I am the resurrection. That is what Jesus said. And the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. He who believes in Jesus, though he shall die, hata kama atakufa, lakini atafufuka katika jina la Yesu Kristo. That how do you die? That is what I want us to discuss. How do you die so that you can live? How do you first remove the clothes that you are wearing so that you can live again?
Because believing in Jesus is forfeiting the kind of life you are living. Lazima uachane na maisha ambayo umekuwa ukiyaishi, ndio Mungu akupatie maisha mapya. So the God can bring a new person in you. When I got saved, wakati mrefu sana, I remember tukiwa kwa James Maina Nganga. I normally tell you this story. When tukiwa huko, walikaa, the first day there was a huge celebration. Kila mtu alifurahi. Kila mtu alipiga makofi, wakasema, "Oh, Nganga amefanya kazi mzuri sana. Ametumalizia nyang'au. Imeingia ndani ya kanisa, imeokoka." So wakasema, lakini ukiona kama genuinely huyu jamaa ameokoka, lazima akufe kwa mugike gotiumago. Bwana Yesu asifiwe sana. Ateke kwa mugike. So what were they expecting? Todo kwa mugike gotiuma, kwa mugike hakutokagwi. Ukitoka tu lazima wakuue. So the next thing they were waiting for me, were waiting for me to die. Were waiting that I'll be killed by the Mungiki members. They were waiting that I'll be destroyed completely. And they waited one day. They waited. Wakagoja siku ya pili, siku kufa. Siku ya tatu, siku kufa. Siku ya nne, siku kufa. Nakumbuka tulikuwa tunaiba iba moja. Na wow, kila siku kama bado wanaogojea nikufe, bado tulikuwa tunaiba iba moja, tunasema niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu nifiche. Mwambia niko chini ya Yesu. Tuliimba hiyo wimbo kila siku tukiwa na wao Rajawa. Morning glory tulikuwa tunaiba hiyo wimbo. Jioni tulikuwa tunaiba hiyo wimbo. Sade mpaka tukienda crusade tulikuwa tunaiba. Lakini bado walikuwa wananiangalia kwa jicho ingine ya kado. Huyu mtu tunajua atakufa tu. This man is going to die any single minute. Paka yule Nganga ambaye aliniombea nikaokoka, bado na yeye akaanza kunitega, maana hakuwa nataka tutembee na yeye sana ama tukue karibu na yeye sana. Maana nilikuwa namkaribia, alafu unaona jamaa amejifanya kasimu kamekuja, anatoka anaenda. Kumbe nilikuja kujua, alikuwa anajua anytime kuna risasi italia na mtu atakufa. Sasa tukiwa pamoja na yeye hapa, hii kiwaja mnaona anafukuzwa ni mimi nilimpatia. Sasa tukiwa na yeye hapa kulikuwa na mafi mingi ya machokora. Sasa tukifagia hiyo mafi, kukakuja wajamaa walikuwa napita. Sijui kama ni Wajaruo ama ni Wakikuyu wa Mjego. Walikuwa wanapita na walikuwa na madredi. Nganga nilisikia akisema halo. Akateremka tu kidogo, akaondoka, akaingia ndani ya gari yake na akagurumisha gari. Nikasikia gari inalia vum 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 vum. Kwa sababu alikuwa na tayari kuondoka, maana aliona mugege wamekujia mtu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaona jamaa wamekuja, nikawaona, nikawajua, wakanijua, wakakuja wakanisalimia, akajua kuisha mimi sasa ni dadira. Akaingia ndani gari, akakaa ndani ya gari, akachungulia, nikaona gari imerudi nyuma kidogo. Mimi nikafikiria nikupaki, anafanya nini? Anapaki. Kumbe alikuwa tayari akisikia mlio wa risasi ni kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana tukaongea na wao, nikawagotea. Unajua huko lazima tugotee tago. Ni mashogire. Shetani gotea. Koja gudi. Dige kuraga. Nikawagotea. Nikawaambia sasa endeni kazi. Endeni kule mlikuwa mnaenda. Mchungaji akaniangalia, akawaangalia wakienda. Alafu akatoka akakuja. Akaniuliza ni nani hawa? Nikawaambia ni my former colleagues. Akaniuliza hawakukuuliza swali? Nikamwambia hapana, nimewambia wakuje. Hata wamefurahia sana, wameniambia Sade watakuja. Nikaona amesema Sasa akaipicha ile iliyojitengeneza ndani yake, wakuje kanisani, watumalizie kanisani. So it started now. Ikakuwa kanisani nimeanza kutengwa. Nimeanza kushughulikiwa kinamna. Nilikuwa nakaa kiti ya mbele, na next time nikajikuta nimepangwa kiti ya pili. Nikakaa kidogo, nikasikia nimepangwa kiti ya huko katikati, kwa sababu kulikuwa na maagizo afichwe huko katikati, in case wakikuja hawatamuona mahali yamefichwa. Nikaenda hivyo, nikifurudishwa nyuma, baka nikajikuta kiti ya nyuma. Baadaye nilikuta Asha siku moja kaniambia, kumesemekana usirudi kukuja hapa. Na nikatoka na hasira mingi, maana ile kazi nilikuwa nimefanya hapo ilikuwa kazi kubwa.
kazi kubwa kuweka hiyo kanisa hapo na pesa yako isimame mpaka kila kitu ikue huko, because siku hiyo nilikuwa na chums. Bwana Yesu asifiwe sana. But nilipotoka hapo nilitoka na hasira, sema hasira. Hasira mbaya, na nikasikia vibaya. Nilikuwa nishatumia kila kitu ambacho nilikuwa nimebakisha nikitoka kwa Mungiki. Kukuja sasa ni wakati nimekuja hivi, nikakuta nimeambiwa sasa hapa hauhitajiki tena. Unajua kuna environment utaona maneno venye inaenda hivi, hauhitajiki tena. And that is the time that God came for me. Wacha nikwambie, kuna vitu ambavyo vinafanyika katika maisha yako, and you will think it is pain. You will think it is suffering. You will think that the world has come to an end. Pray to God that he brings that while you are living, because when it is so painful to you, when the suffering is too much on you, when the challenges are too much on you, that is when God is working on you. When I got saved, I never understood the meaning of salvation. Maana wakati niliokoka ya kwanza wiki za kwanza, mwezi wa kwanza, wa pili na watatu, tulizunguka na nganga, tukatengeneza crusade, tunonoka watu wa kiwanja ikajaa. Tukaenda Kakamega, kiwanja ikajaa. Tukaenda Moi Stadium Kisumu, kiwanja ikajaa. Tukaenda Uhuruba, kiwanja ikajaa. Mpaka mimi nikaanza kufeel ni mimi nafanya watu wakuje. So nganga is a nobody. Mpaka nikaanza kuangalia nganga, sasa nikajua nganga nikikuja, wewe haukuwa na watu, mimi ndio nimekotoa pale Bavesh building, pale Gara, nimekulete hapa. So I started feeling that great man of Mungiki. I started having that sense of belonging, that I am still powerful, I am still strong, that this man has got nothing to tell me. Ati huyo mtu bado, kama si mimi hii kanisa haingekuwa. Baka nilikuwa natembea kama niko na stroke ingine, lakini nikamwenedo kama ligo katajiri. Unaonaga wale matajiri wenye wanatembeaga wakiangalia nyumba zao, wakitembea tu mkono moja imeekelewa hapa na mdomo imeinama hivi kwa sababu ya kuhesabu zile hasara ameenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajuaga watu wengi maradi road wengi wanakuwa na katumbo kanakuwa kamechomokea hapa, kamekaa hivi. Sio ni kwa nini maradi road kukula nyama sana, kwa sababu maradi road wanapenda kukula nyama. Wanakuwa katumbo na kuuliza kijana, ukikosa kumulipa na uliza kijana, hii nyumba tulijenga na wewe. Na maradi road wengi ni wa Murang'a. Wa huko Israel lakini. Bwana asifiwe sana. So when I was there and I was like the life was not working, because I have seen one side, mimi ndio nimefanya kanisa ya nganga ikue kubwa. Kwa hivyo there is nothing nganga was telling me. Hakuna kitu nganga angeniambia, kwa sababu mimi ndio nimefanya. Watu wamekuja, kumbe watu walikuwa wanakuja kuchungulia. Ni kweli ule mtu wa Mugeke ameokoka, wanakuja wanachungulia, kanisa ikajaa na ikakuwa na watu wengi. Na kwa sababu hiyo nikaanza marigo ingine. Kuna kamarigo kana kujaga, kwa sababu unaanza kuona kama si mimi hii kitu haiwezi. Na nikakuwa na hiyo kamarigo kanisani. Nikitembea ninatembea ni kama ninatembea niko na miba kwa miguu, because I was strong. Baka nikauliza ndugu yake mmoja alikuwa anaitwa John aliaga marehemu, Mungu awilaze roho yake peponi mahali pema peponi. Nikauliza John, tigane ni muru wanyu kwa gereha? Tigane ni eri muru wanyu kwa agereha? Agere na ke. Hallelujah. Bwana akakuja akanishika. Wakati nilikuwa hapo nikajihisi ni kama ni mimi nimefanya haya maneno. Ni kumaanisha ya kwamba hapo mbeleni wakati niliokoka sikukufa jinsi nilihitajika kufa. Maana still the Mungiki was in me. Still that power of Mungiki was in me. See that power and the authority na kujihisi ni kama mimi ni mtu wa maana bado was in me, until when now the real God, when God started peeling me, wakati alianza kunitoa gosi. Wakati wa kutolewa gosi unakujaga, na wakati wa kutolewa gosi ikikuja, it is not easy my dear friends, it is not easy my brother, it is not easy my sister, it is painful, more especially wewe umeokoka na umekuja na umepatiwa platform pale mbele, umeokoka na umetambulikana, umeokoka na umeonekana ni wewe, na watu wote wamesema ukiona ni huyo ameokoka, dunia yote imeokoka. Kila mtu akanisifu. BBC ilikuwa live, KTN ilikuwa live, Nation ilikuwa live, KBC ilikuwa live, kila mahali.
People were all live watching. And the BBC iliandika, the most dangerous man on earth sees the light at the end of the day. Hiyo ilikuwa headline ya BBC. CNN ilisema, the grandson of Mau Mau drops the gun. Sasa najiangalia hivi naona ni BBC. Hapa nimeandikwa na BBC, nimeandikwa na CNN, nimeandikwa na KTN, nimeandikwa na hata huyu mhubiri hajawahi andikwa mahali. Ataniambia nini? I want to tell you, nikafanya jambo ambalo lilikuwa ni maringo zaidi. Badala ya kuokoka nikazama kwenye dhambi zaidi. Badala ya kuokoka nikazama kwenye kiburi. Badala ya kuokoka nikazama kwenye mambo ambayo yalinipelekea kuondokea Jesus. Because I never encountered the love of Jesus. I never encountered the humility. I never encountered the road towards where Jesus is. Getting saved today does not qualify you that you have already entered the kingdom. Just saying, Jesus, I come to you, does not qualify you. Haifanyi wewe kuwa umeokoka, sasa umeenda mbinguni. Wokovu is a journey. A journey that you have to change every single day. A journey that you have to walk every single day. The journey that you have to do every single day by your own body, your mind, and your everything around you. That is one thing I didn't know. That is one thing I didn't understand. I just walked and I walked in. I became another Mungiki in the name of Jesus Christ. I started bragging in the name of Jesus. I was proud in the name of Jesus. I was a bully in the name of Jesus. Because I bullied all the ushers in the church. They had to reserve a seat for me. Nikute hiyo kiti imekaliwa. Na kuuliza, msichana, nani amekalia kiti yangu? Hebu kwenda angalia. Na sasa hiyo ninaenda kwingine hivi. Niangalia huko. Ndio nikigeuka hivi, nikute hakuna mtu kwa kiti yangu. Na sasa unasikia ni Asha mmoja alikuwa anakuogopa. Hata hawezi kukukaribia. Bado ile anakuona anasikia goosebumps zinatembea. Maana anajua huyu jamaa ni yule wa Mugiki. Naamini huyu jamaa hajaokoka. Na pia Asha alikuwa anaitwa Matilda. Matilda, come. Who sat on my seat? Na ninaenda hivi. Na ninakaka. Sasa sitaki kuangalia, naangalia huko na kichukua simu hivi. Na ni ndani ya kanisa nachukua kasimu. Because nobody can touch me. Nobody can talk anything against me. Adaenda naambia mzee getegeke nikia munene. Please. Tutikwenda bara huko. Please okereria tu. Sasa kuna jamaa mmoja naye akauliza, kwani yeye ni nani? Na nikasikia nikageuka tu hivi. Tukakutana naye macho kwa macho. Nikamwangalia na jicho ingine. Akaamuka peke yake bila kuambiwa. Hakutoka kwa kiti aende katingine, alitoka nje na kaenda kabisa. Na hakurudi hiyo kanisa tena. Maana ile jicho nilimwachilia ni jicho ya kumwambia, do you know ninaweza kugeuka tu one is a flip. Nigeuke tu hivi. Nigeuke tu kidogo nikufundisha mimi ni nani. Mzee alienda kiedaga. Na alikuwa na bibi, akaacha bibi, alipigiaga bibi simu akamwambia nie ndona ndikuhota gukua. Nina maisha makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akalipoondoka kaenda. Sasa ikakuwa hatari imeingia. Nao hata bishop mwenyewe ananiangalia hivi, anaona huyu ni yule tu. Amepigiwa simu na watu wengi, wakamwona ni ukuhotana na modo ucio. Hallelujah. Mpaka government Kalonzo mwenyewe alikuwa rafiki yake, akamuuliza utawezana na huyo mtu? Intelligence people wakakuja wakamuuliza, but be careful about this man. Mapolisi ambao walikuwa maasha kwa hiyo kanisa na wengine wakamwambia huyu mtu be careful. Hatu haya matigadodokaga, hatu haya no aliamwe. Sasa nganga, he was torn in between the two rocks. He doesn't know, because if he makes a mistake to annoy me, the head will go. And also he is fearing. He is looking at the ministry. Yes, the ministry has gone through this man. Imeinuka sana. But again, I have to maintain these people because I have to change this man to become that better man. So it was an argument around. An argument that came around. An argument that was in him. An argument that was in the public. An argument that was with everybody in the nation. Everybody was looking and waiting for that precious moment. Kutaka kujua. Eno ne nyoka. Yeye unurakana niki.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nikang'ang'ana tu, nikakaa hapo. Ng'ang'a anasumbuka, watu wanasumbuka, na sasa mimi niko hapo kanisani. But again people were like, this is a miracle. You see now the Christian, this is a miracle that God has done wonders. Na wakaimba ile wimbo, you have done me well. Me well. You have done me well, Jesus. He sang that song that he has done us well. That at last now, yule mjamaa alikuwa nasaka msaizi wanawake amewacha. Yule mjamaa alikuwa nakata watu vichwa amewacha. Yule jamaa wa tubako amewacha. Yule jamaa wa mungeki wa matatu amewacha. At least they were safe on one side, but they didn't know what will happen. It is something you are carrying that you don't know how to handle it. Umebeba mzigo lakini haujui hii mzigo itakuja kulipukia wapi. Maana kwa wengi hii ilikuwa a timed bomb, inaweza kulipuka anytime. So wale kuna watu mpaka Nation newspaper kukaanza department ya editorial wakaambiwa sasa andika rogano wa former the late Waruinge. It was written. Even ukienda kwa docket yao Nation Media kwa gazeti, it is still there waiting for that moment. When they know we are a popular person and they know you are about to die, they start writing the late Ndura. Ndio unaonaga mtu amekufa leo na story yake yote kesho inawekwa kwa gazeti. Kwa sababu wamekuwa wameandika. Sasa walianza kuandika the late Ndurawaruinge is a son of this, a son of this. Alifanya hii. He is a man known for doing this. He is a man known for that. He is a man. Ilikuwa imeandikwa. Nilitolewa na jamaa mwingine akaniambia, "Wewe ndio rugano rwa kurwa mutiga ile Ndura." Nikaangalia nikashindwa. Kumbe watu walikuwa wamepanga kwa serikali, polisi walikuwa naongojea tu kuja kufanya postmortem ni nini ilimuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa magazeti walikuwa nasema sasa they were waiting for that moment to sell, kuuza magazeti. Kwa sababu hakuna mtu hangetaka kujua huyu mtu alikuwa ametoka wapi. Kule kwa Mogeke na wao ndio hawa wanasema nimewasaliti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisani ndio hiyo wananipigia makofi lakini si makofi. Ni ile watu wanapiga makofi wakirudi nyuma. Ukifikiria wanarudi nyuma kutafuta space, lakini ni kukaa in case of anything wanaweza kuchomoka. That is the time you are left alone. That is the time now God is dealing with you. Because everybody was loving but hating. Loving but scared of you. They don't understand, they don't know what is going to happen to you next minute. Even the bishop, the pastor who should have given me the love, he was unable to give me the love. The people in the church who were supposed to give me the love, they were not there to give me the love. The people I left in Mongeke were waiting a moment kunipata waninyonge, maana mimi niliwasaliti. Kule nje serikali nayo inaniangalia na macho ingine because they thought it is a new move nataka kufanya. Au kwingine kwa Waislamu nilikuwa Muislamu wakanitangazia fatwa. Fatwa ni kusema upigwe vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naitwa Ibrahim Ndurawaruinge. For you if you don't know. Niliokokea msikiti wa Sakina kule Mombasa. So wow, hapo ndio nilikutananga na Osama bin Laden. Sasa hapo ndio wale wakafikiria, unajua sasa nilikuwa nimeanza kuigizwa kwa hiyo cult hiyo ya Al-Shabaab na vitu vingine, kufa kwa sababu ya Mungu, kufukwa bomu kwa sababu ya Mungu. Na nilikuwa nimeshachukua tu siri kadhaa. Kwa Mogeke niko na siri, kanisani niko na siri. Hasa hapa kila mahali, wherever I was walking like a dead person. Anytime I was waiting to die. Anytime I knew anything would happen to me. Because I didn't have a friend. Wacha sasa wakati mwingine itagaswe. Wakati huo nimeokoka. Bado kukafanyika crime kule Kariobangi. Kukasemekana ni Mogeke. Na Mogeke kasemekana ni Mogeke ya... Sasa Mogeke imepasuka. Kuna Mogeke ya Maina na kuna Mogeke ya Waruinge. Na kukasemekana ni Mogeke ya nani? Ya Waruinge. Because walikuwa tu hakika. Wanatafuta kuhakikisha huyu jamaa amemalizwa. Because they were looking for that opportunity. Because they knew now Mogeke is hating them. This is a time to hit this guy. This is a time to kill this guy and then blame it on the other side. So wakati walienda wakasema Mogeke ya Ndura Lafu jioni hiyo kwa news kukasemekana shoot Waruinge on site. Na ukimuua kujia 40 million. Tulikuwa na mke wangu hapo. Sasa mke wangu nikaona kaniangalia. Ilikuwa kwa TV. Tulikuwa na bodyguard wangu na watu wengine nilikuwa na hao the confidence wangu. Sasa wakati TV ilitangaza shoot Waruinge on site, nikaona wote badala ya kuangalia TV wakasikia 40 million ya kichwa ya Waruinge. Sasa nikaona
Kitu ya kwanza niliangalia venye mke wangu aliniangalia from toe kupada hivi. Huyu mwingine bodyguard akaniangalia from toe kupada. Wakaniangalia. Sasa nilikuta macho yao yote imeniangalia hivi. Shetani akaniambia niwe mareka valio. Ategithe modo yo no umegiri milioni 40. Hallelujah. Sasa mimi nilipoangalia hivi nikaona venye ameniangalia. Na these were the people I trusted. So I walked backward, nikatokea mlango wa nyumba, nikaruka kwenye fence, nikapotea for the next 6 months, sikuonekana hapo tena. You see how God is dealing. When God is dealing with you, He'll make sure that nothing that imekuwa ikihang kwako itahang anytime. Anything that you have, any impurity that it is in you, God will remove it. When he was dealing with Paul, akaambia Paul aliface challenges mzito sana, change the most difficult time, mpaka akaenda mpaka kwa Mungu akamwambia, God remove this thorn in my flesh. Then God akamwambia nini? My grace is sufficient. When God is dealing with you, do not go to him to tell him, niodolee hii. Hapana. Let God do his work. And when you have a challenge, umepata matatizo mengi, mizigo imekaa mingi, don't ask God to remove hiyo mizigo. Ask God to give you bigger shoulders to be able to carry the problem. Because God will never remove a problem on you. Most of these problems we are facing, God brought them. Most of these challenges we are facing, God brought them. It is not you. It is not even the devil. It is God, because he wants to purify you. He wants to use you because he knew I am a vessel. He knew that this man, I have to use him. He knew this man was being led, that was leading a huge number of Mungiki members. I was a leader of 4 million people. And therefore, because I have abandoned them, there is no way God will just leave me alone. Then they kept watching over me. The government kept watching over me. The people of the South kept watching over me. The church was like this. Baka leo, baka leo kuna mahali naweza ingia kwa mapasta uone wanatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka leo kuna hoteli naweza kuingia. Nikiingia tu hivi unaona watu wote wanasema, bill, waiter, leta bill. Si biro imeleta shida. Anataka kuondokea maana hajui ni nini. Kuna hoteli nyingine nilienda huko na nyuki, nikaigia tu nikaitisha, nilikuwa na vijana 3 hapo. Tukakaa in a strategic point, mahali mzuri tu kwa mlango hivi. Niliona watu wote wakachomoka, mwenyewe akakuja kanisalimia. Munene we mwega, nikamwambia ede mwega. Utoira atia dinaoro. Hii no tokoro tuhiteirie kiama. Nikamuuliza kwa nini? Ogiono kinyite guku ndiramenya kwina kaundu gatari kega na tondu ndikwenda bara munene ri tabauke. Akanipeleka kwenye counter, akachomoa shilingi 1300, akaniambia bonyite ikireshi muhuko hizi ni cia muthuri ndatiaga oro uguo. Mimi nilikuwa na jaa zangu, kumbe yeye na yeye ako na mawazo, maana the guilty are always afraid. Bwana Yesu asifiwe sana. When God is dealing with you, he will cause people to isolate you. He will cause people to run away from you. He will cause people not to love you. He will cause people that they will just be looking at you and wanaona you are that figure that is not supposed to be amongst you. And I struggled. From the world of the church, I struggled. From the world of the people, I struggled. My mother, who used to love me very much, my father, who used to love me very much, when I got saved, they started doubting me. Remember, my mother was fasting for me to get saved. Alikuwa ananiombea mimi niokoke. Lakini wakati niliokoka, maana alikuja akaniuliza, Dora, wina maneno nurahonokire, nuretekerire mwathani fio. The mother who used to come regularly, kuja kunitembelea kuangalia kama niko, akakata safari kwa sababu alianza hata yeye kujiprepare kunizika, kwa sababu alijua anytime I am going to die. Alijua anytime I am going to die. I want to tell you today that anytime you have to be prepared for this journey, because you have to die so that God can lift you up. You have to die for God can rise you up. Kumbe ile kitu ya Mugeke, the giant Mugeke that was in me, ndio walikuwa naona this thing dying. As ilikuwa inaenda ikijiodoa kidogo kidogo,
wakati people are rejecting you, when people are fighting you, when people are against you, there is something they are doing. They are removing the skin ya rejection. When the people are fighting you, wanatoa the skin of isolated. When people have run away from you, wanatoa the skin until the skin that which is a resurrected skin to be used by God. Because for you to become that vessel that God can use you, that today I can preach. I have been, tumekuwa na church kutoka pale. This is our second or third year. We're having a church. But every time we start moving, God tells us, you are not yet. Every time I've tried to do it, now you are not yet. Because I remember the first year we started a church there, it was a preaching. Ukiangalia mafundisho yangu ya siku hiyo, haikuwa mafundisho, ilikuwa warfare. Ilikuwa mahubiri ya vita. Ilikuwa mahubiri ya ujinga tu, because nilikuwa natukana kila mtu na I'm preaching because I was not ready cooked. You have to be cooked well. You have to be prepared well for this journey. You have to be prepared for that marriage that you have. You have to be prepared for that business. You have to be prepared for that journey that you are going through. You have to be prepared for any circumstances. Lazima Mungu akutengeneze, akuude vizuri mpaka uudike. Ukisimama hapo kuambia watu injili ya Yesu, watakusikiliza na wataelewa kile kitu nasema. It is only this year nimefundisha watu wakanisikiliza. This year ndio watu wameniona kwa Saimoke. Ndio watu wameniona wapi? Ndio watu wameniona wapi? Na wakaanza kurelate the good stories I'm giving. Why? Because I've gone through. When you see mtu akitembea hivi, usimuone tu unaona huyo mtu ni kakitu tu. Ni chombo kilichotengenezwa. Ni chombo kilichofinyangwa. Ni chombo kilichovujwa kikaundwa upya. For me who was a leader of Mungiki since 1988, niliokoka about 2007 hapo hivyo. Since all that time, I was perfected in that world until the time I was removed. Then the journey started. Remember, this is the same man mwenye aliingia kule kwa Freemason kwenda kuiba. The only man on earth mwenye ameiba kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu tu ndio ati nikuje mara moja hivi na niingie kanisani na watu waniamini. Mimi yule mtu aliiba kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni una imagine modo thiete kwa goma kuia. Athi yako yate enda kaena hinyate mune na gukira goma. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what the process of God. And the process of God, that is what we call the resurrection. The resurrection is not raising you once. The resurrection is you dying slowly but sure for a new person that God wants to use to come up. Don't worry of the challenges you are facing. Don't worry of the rejections that you are facing. Don't worry of how people they are looking down at you. Don't worry of anything. If there is anybody who should be worried, it is me. There is a time I remember I told you, nikiwa hapa nilikosa fare. Just imagine the king me that was going with a convoy of 12 Mercedes Benz and security, a tight security, a man that used to sleep in the Intercontinental, nalipa ikitu inaitwa presidential and suit. Hello, unajua ni pesa ngapi hiyo per night? The presidential suit 300,000, and you go and pay. Na hiyo sio ile sasa ile ya mapresident, ni ikine ya kado. Unalipa 300,000 for just one night, and then asubuhi, na hata hutalala hapo, utalala ukisuguka kwa baa hii, unaenda kwa baa hii, unaenda kule kwingine. Haya. Unaona leo ni maji ya koja kwanza. Ukienda kule kwingine, unaenda huko until the morning you are not sleeping, and you pay the room there 300,000. Ikafika when God was dealing with me, nilitafuta shilingi moja ya kulipa fare kutoka hapa railway station kwenda Gongo, nikakosa. I had to walk 100 shillings. I had to walk from here up until to Gongo. Nilitoka hapa saa moja nikafika saa 6 Gongo alone. Nobody want to be associated. Again, there is another time I came, nikapata laini ni kubwa, watu wamepanga laini. We baba, mnakumbuka siku ya hapa railway, ile laini ilikuwa inaenda manyogonyanio, inaenda hivi. Sasa umepanga laini, mnaendelea kusoka tu polepole, nikafika kuingia kwa gari, nikaona gari imefungwa mlango. Nikawauliza ni nini? Nikaambia gari ikasemekana haiendi. Nikaenda kwa gari lingine, wakaniambia hatuendi. Nikaenda kwa gari lingine, nikaambiwa hatuendi. Nikauliza kuna nini? Wakaniambia ni wewe. Nimefanya nini? Sasa nani yako na kichwa mzuri anaweza beba wewe?
Nikaanza sasa, nikajua kimeumana. Bwana Yesu asifiwe sana. I had to walk. Nikatembea mpaka pale Kenyatta. Kumbe wanani monitor. Nikasikia wanasema Yoshio, wakaendelea. Nikapanda mpaka Dagoretti Corner. Nikiwa Dagoretti Corner kulikuwa kitu saa 3 usiku. Nikatafuta kikofia nikavaa. Ndio niingie hiyo, wacha ikae hiyo. Ndio niingie kwa gari. Hapo nikiwa Dagoretti Corner kwa sababu nilikuwa nimechoka. Nikaingia ndani ya gari na nikakaa, hawakuniona. Nikaenda kule nyuma kwa kiti nikakaa. Sasa Makaga huko karibu na Karen. Makaga alikuwa kilipisha, akakuja akafika kwangu. Nikatoa pesa, nikaona Makaga ameniangalia. Akaniangalia tena, nikaona amerudi nyuma, kinyume polepole. Akarudi nyuma polepole, akaambia dereva, "Ego huko." Akamuza, "Oh, ego huko." Na Makaga akaruka. Akatoka nje. Tulikuwa hapo karibu na hiyo roundabout ya Karen hapo shopping center. Dereva kuangalia na kuambiwa ni nani? Police station chwa, na akaruka padile. Unaona ameingia ndani ya police station na akaruka kwenye OB. Aliruka hapa juu akakaa ndani ya OB na akaambia huko. Akamuuliza ni nini? Hali aja. Sasa maaskari wote wakakuja wakafikiria ni materrorists wako ndani ya gari. Tukaambiwa sasa tote tutoke tulalishwe chini. Tukatoka kama tumeinua mikono chini tumelalishwa. Dereva anaulizwa ni nini? Huyo ako na kofia huyo. Osiesi akakuja kaninua, alikuwa anaitwa Karioki. Osiesi akaniangalia, kanisa moto kale Waruinge. Nikamwambia yeye nenie, niki karike mwekana na Ndura. Mimi sijui. Ndio huyo anataka kutua. Toa yeye. Makaga amekatalia kwa obi ndani na anataka ikizo ndani ya sero. Akae ndani ya sero kwa sababu kuna mtu pale. Osiesi akakuja akanitoa, akatukaenda naye kwa ofisi. Akauliza huyo dereva ni nini? Kaniambia huyu mtu alikuwa kule bus station. Tukakataa kumbeba. Tukamuona Kenyatta, tukakataa kumbeba. Sijui kule aliki. Hii ni ghost. This is a ghost. Mimi sijui pale aliki. Hata Makauliza Makaga alikilia wapi? Mimi sikumuona akiingia. Mimi nilimuona na tuliambiwa hii mtu anakuaga ghost. Osiesi alinipatia Land Rover. Ikanipeleka nyumbani. After being rejected, as I was in a Land Rover, remember, nilikuwa ninabebwa na Land Rover nikipelekwa polisi. Sasa nilibebwa na Land Rover nikipelekwa nyumbani. Because no one want to carry me. No one want to be associated with me. It was so painful. Sikuwa na pesa, maana Mungiki walikuwa wamenivuruga. Singeenda kukukulia. Kanisa ndio hiyo imeniletea shida. The community doesn't want to work with me. Nobody want to be associated with me. I was left standing like a kamuti hivi. That is when God is dealing with you. My sister, when God has just chosen that path for you, just sit down. Wacha kuvuruga. Wacha umang'aa. Wacha kujaribu kuperfect things. They will not be perfected. If God has chosen you for the moment, if God has said you are the person for this moment, I'm telling you, no matter what you do, He is going to use that moment and make you the best person that He wants to use you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilijaribu mimi kujaribu kutengeneza maneno, kutengeneza. That's the time again tukakaa kidogo. You see, when you are trying to push things, God also pushes. When ukijaribu kupush, unapush. Tukakuwa na urafiki, kumbe nao watu wa CIA, they were following me all over. They wanted to know what is this man planning. FBI walikuwa wananifuata. They wanted to know what is this man planning. And then one time I had one colleague, one friend, alikuwa anaitwa Matthew Mucha. Alikuwa ni wa CIA, lakini walikuwa anajiitaga political analyst from the embassy. Tukakuwa tunatembea na yeye, anakuja kunitembelea, anataka kuninunulia kanyama. He gave me a lifeline. He just gave me a lifeline kwa sababu nilipata $2 kutoka kwake for the survival. Bwana Yesu asifiwe sana. But this man was also investigating me. The dollars he was giving me, they just wanted to know because they knew I had a history ya kuungana na Waislamu. I had a history because walisikia kuna vijana wa Kikuyu, wa Meru, wa Jaluo wameanza kuitwa Abraham Otieno Mohamed. Wengine wameitwa Abraham Mugambi Mwagi. Wengine wanaitwa sasa wameingia huko kwa Al-Shabaab. So they wanted to see whether the connection is still there. Niliingia kujificha ndio nipeleke watu waingia Al-Shabaab. So the CIA started monitoring me and I was monitored. Immediately as we were monitored, huyo msugu akaniuliza, "Naweza, would you want to go to America?" Nikamwambia, "No, I don't want to go to America. What if I give you a green card?" Nikamwambia, "Oh, a green card? Hey." Nikasikia ni solitamu hiyo. Nikamwambia, "Yes, I don't mind." Akaniambia, "Are you ready?" Nikamwambia, "Do you have a passport?" Akaniambia, "Do you have a passport?" Nikamwambia, "Yes, I have a passport."
Within 1 week we had a green card. 1 week we had a green card. Na nikaambiwa leta familia yako. Tukaenda pale German hospital, zini German ward. Tukapimwa ma x-ray, kupimwa ukimwi, kupimwa kila kitu, tukaangaliwa kila kitu. The next 2 months nilikuwa Seattle, Washington, mahali panaitwa Kent. Wow. Life, that is how life is. Kumbe that is another journey that God created for me. Kufika huko ndio hiyo. Marriage yangu tongolio ikaanguka. Ikakuwa sasa nimekuwa a security threat. Anytime nitakuwa arrested because nilipeleka umugike. Sasa mwanamke atakwambia nini? Niki mudu mukage kwira. Uwe mugike mudu mukage kwira ki. Ati yoki akwira ati this is US of A, not the Republic of Kenya. Koko tikoria murato heaga muhahi. Imagine kimundu tagiki. Giri tu ogwo ne mundu kanyita no munyite murage. Na walikuwa na time hiyo. Hiyo ndio walikuwa naongojea. Nigoge yeye kidogo. Kumbe hata pale ile mwingine walikuwa shamuongeleza. Akugoge kidogo tumufundishe. Immediately ndugu yako akakuja kaniambia sasa toroka. Huko ni ukuoho. Na ukuoho maisha. Nikatoroka nikarudi Kenya. Nilirudi hivi. Na ka t-shirt ka black, na ka trouser ka jean ka black, na ka kiatu ka open. Kalikuwa kameinama hivi. Hiyo ndio nilirudi nayo. Nikakuja hapa tena kuanza maisha. A new life without anything, because we had sold all our properties, and in the name of properties we transferred the money the other side. I lost the whole money in a foreign land. I was left again myself. I came here kujaribu kutafuta mahali ama mtu akunisaidia kukaa na yeye, sikupata. Nobody could sit around with me. Nobody could want me to live in his house. Nilikaenda nikatafuta pale Matasia, kuna kinyumba kilikuwa hakijakamilika kiabao. Nikaenda nikakaa huko ndani. Na nikasema mwenye atanikuta hapa tutakaa na yeye. Mwenyewe akikuja tutakaa na nini? Na yeye. Kumbe mwenyewe alikuwa mama. Na huyo mama alikuwa ananipenda, ni shabiki yangu, lakini ya ile ushabiki ya uoga. Sasa aliposikia watu akamwambia kule kwako kuna moto. Kule kwako kuna mtu aliingia. Sasa si alikuja kuchukua pesa. Mama akakuja akapiga. Sasa hiyo kubuka yule tajiri, the millionaire, the man that was driving a convoy of cars. Nilitafuta magunia hapo, nikanunua magunia, nikashona, nikaeka nyasi huko ndani ndio nipate mahali pa kulala. When this woman came, alipokuja akagoga na mimi nikatoka nikamwangalia. Sasa ilikuwa hapa, if I die, I die. Hapa lazima umungike itumike. Kumbe nilikubuka nilikuwa nimeokoka. Mama kaniangalia na mimi nikamwangalia. Kejo ya Waruinge, kariwe dire na uru ikara nyumba nindakuhe kinya riri ukona ha guikara. Na akaondoka. When God is preparing something that is good for you, He will use every channel of life to make sure, reduce that volume, to make sure that everything works according to His plan. All things will work, no matter how. Remember, from a millionaire now has been cut. Nilipelekwa huko, kila kitu nilikuwa najivunia niotoe na iondolewe kwangu, so that I can begin a journey. Bwana Yesu asifiwe sana. A journey of resurrection. Now once I was done, nikarali gunia ilikuwa na nyasi ndani na makaratasi ya nylon, kwa sababu singeweza kuafford a mattress. I could not afford a house. I could not afford any food. Nilikuwa na chuna mboga za watu usiku pale Matasia ndio nipate dahodagira mekefe ushamukia from that millionaire guy. The man that was feared, the man that caused people to tremble. Remember, Mungiki are also watching over me. They want to kill me. The police are monitoring where I am. The church does not want me anymore. The community does not want me anymore. Now I am alone. When God is dealing with your salvation, when God is dealing with your future, when God is dealing with the man that He wants to use, He will make sure there is nothing that you will hold. Kusema, it is me. I was reduced to nothing.
I was reduced to zero. That I begged for food, I begged for water, I begged for a place to stay, a place even to sleep. Nobody was coming in. My brothers never wanted me to go. My brother used to work in Kitui, and he was a senior government officer. He was making money like nobody's business. I went to him and he shut his door. Akafunga na akaambia watchman, usifungulie huyo mkora. My brother from Seattle alikuja na akaambia watu huko, nisiabiwe ako huku kwa sababu naweza kumuletea mikora. My sister never believed in my salvation. My cousins, my uncles never believed in me. I went to hapa Kiabu siku moja, and there was an uncle that was working in the OP, and I went there. Nikafika usiku tu kiasi saa moja hivi niliingia. They were not able to chase me because he was still fearing me, but he made sure maubwa zake kubwa kubwa zimewachwa nje, zikiromu hapo nje, na geti ikafugwa, na mlango huyu wa sitting room akafugwa na kufuli mbili, na mlango wa kutoka na nje ikafugwa na kufuli mbili, ndio nisikue kuna jabu. Nikisema ngwe na akalat polisi wa Kiabu OCPD, huyu mtu wako kwangu, na in case of an emergency weke la drofa, na tukasikia kila drofa kimekuja kililala hapo nje in case of emergency. That is the time when God is dealing with you. That is the time when God wants to purify you. That is the time when God wants to use you for the future. That is the time when God wants to use you. When you go speak to the people, you will tell them there is God in heaven. When you go to speak to the generations, they will understand you. They will know that this is man that has gone through processes, and you have been processed by God. I'm telling you, I went for days without having proper food. I went, and that is when nilishikwa na kitu inaitwa depression. Nikaona I have to die. Now I contemplated of committing suicide. I worked for this suicide. Nikakunywa pombe zile kale kanaitwa kane. Nikakunywa. Nikachukua kwa ikakataa kuniwa. Nikakunywa chang'aa, ikakataa kuniwa. Nikakunywa ingine imechoroka saduku na hapo ndani. Sijui kwa wale wamewahi kunywa hii pombe. Imechoroka saduku na hapo ndani kajenesa. Rest in peace. Kana kachupa kametosha na hivi. Na kingine kamechoro masaa hivi. Nikaambiwa hii sasa ni kali. Nikakunywa, but I refused to die. Instead, what happened to me? Nilianza kujipupulia. You see now, that is a lap that God wants to humiliate you because you are still arguing with him. Do not argue with this God. When he has chosen you, when he has decided it is you, when he has decided you are going places, this God will never relent. I tried to die, I did not die. Nilijifugilia kamba hapa, nikajifugilia kamba. Baada nilifugilia kamba ya nylon ya duka, kumbe ilikuwa imeoza. Kamba ya nylon niliweka hivi, kuruka hivi nianguke, ikakatika. Na ikafukuka ikaanguka chini. Mwenye alikata, mwenye alivugua hakuna. Nikasema sasa kwa sababu kamba imekataa, nikunywe poison, nikakunywa Maradhion. I want to tell you, Maradhion nilisikia harufu ya Coca-Cola. Nilisema Coca-Cola ilitoka hivi. God will change everything that is in you. God will change everything because he wants to use you, and he has chosen you, and there is no alternative. There is nowhere you can go. Wewe ambao unasema nekinyeta mwisho, that is what he has been waiting for you. Wewe ukinyeta mwisho hauni huenda kwa ukinye, ufike hapa mwisho ndio aanzane na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona hizi zimekataa, nikasema now I have to drink until I die. Wakati nilianza kukunywa, badala ya kukunywa nikukufe, nilianza kujipupulia. Kumbe Mungu alikuwa anataka nitoke kabisa kwa watu nikae na yeye. Arguing with God, God will push you to a corner that nobody will come and see you. Nobody will be associated with you. Nikiwa kule Gong nilikuwa natembea tu, nasikia kuna kitu imeanguka. Kuangalia kumbe ni mafi. Nilikuwa nakunia kwa kitanda, alafu nalalia hiyo mafi vizuri. Maana hiyo mafi ilikuwa na moto, ilikuwa na joto mzuri. Nikikojoa kwa kitanda nasikia kiurugani kihokiega kinanitapa. Until one day nikiwa nimelala, kumbe mattress iliosaga. Nikakuta asubuhi niko na tovigunyo tunatabara huko. Tunatembea, nikatoa hivi. Nikauliza, in which world am I? What is this? What happened to me? Kumbe nimeosa nikiwa hai. Kumbe nimeosa nikiwa useless. Kumbe nimeosa. I am not a human being anymore.
That is when God is dealing with you. When God has planted something that is in your life, you will have to die for you to be resurrected. You will have to die. The mungiki that was in me had to be killed. The criminal gangster life that was in me had to be killed. The pride that was in me had to be killed. Everything that was in me had to be killed. And everything was killed. For God to choose me now, to decide, now you are ready vessel to be used. He made sure that nothing that belonged to me was with me. From my children, my family, my money, my pride, and everything was reduced. Can you imagine? Nikitembea gong hivi, mafi ndio hiyo inaaguka. Nikiwa hapo karibu na soko ya Gong nikipanda hivi, mafi ikaaguka. Mwenda wa simu alikuwa the other side, akaona venye mafi imeaguka, akakuja akanilalua kofi akaniambia thiroga ta maimare wa mehare. Mwenda wa simu guiye no thioga tungate Ngai. Mwenda wa simu amiona mafi, alafu ananiambia guiye no thioga tungate Ngai. Werirwo tungatere Ngai ndumutungatagĩra. Mwenda wa simu, si normal person, a mad person. I cried all my way. Everybody was looking at me. Wakisema, "Ona mundu uria wa mugiki ni mehia make arariha. Nini we atunyalirite." Nona riu kiti ni komeno. Nona roho, nona hinya wa ngoma. Ni devil worshiper. Nona riu ni maja kumutunya. Mamunyalira ni maja kumunya. Bwana asifiwe sana. When God has chosen you, when God has decided it is you, when God has said he's going to use you, don't try to argue with them. I see most of you trying to argue. Nimekuwa nikiangalia kule crusade watu wanainukiana. Huyu anasema mimi ni security, huyu anasema mimi ni asha, huyu anasema mimi ndio mdozi. That is nonsense. You are wasting your time. Seek God first. Don't seek that position. That position is useless. You are not going any far if you cannot change. You are not going to achieve anything if you cannot change. Don't fight for this position. Let God lift you. I tried to fight for position. Nothing worked. I tried to position myself. Nothing worked. I tried to use my money, the little money I had. Nothing worked until I surrendered. That is when God started working on me. Bwana Yesu asifiwe sana. Until now your pride goes down. Until now that your pride, you say, mimi nasa, ni mimi, like Job, me and my house, I surrender to God. I was seeing yesterday people fighting that they were supposed to be paid our money to lipe pesa zetu. That is useless, hopeless, nonsense. Surrender to God. Do this for God. Do this for God. You have got something very special. You have a life God has given you for free. You are breathing oxygen for free. Go to Kenyatta Hospital. Go to Nairobi Hospital. People are buying oxygen. Millions of money. You are breathing here. Tunataka kulipwa. Pesa zitoshi here. Nonsense. Don't be such a hopeless person. Try to look and re-engage yourself. Ask, what am I doing for God? You can be up there and be reduced. I was reduced to nobody, to nothing. Nilikunia kwa kitanda. Nilikojoa kwa kitanda. Databiro ne iwunyo siya kuuma mokotoro kuguma. Magunyo ili nitamba. Nilikuda magunyo mbili kwa mdomo, zimeingia paka kwa mdomo kama maiti. I spend millions of money. I spend my money. God has given me money. I spend millions to do a mega crusade just for the soul. I'm happy to see souls coming to God. I'm happy to see souls. When I see people getting saved, I don't preach. Just imagine this. I don't preach. I don't sweat. I just go. Nani anataka kuokoka, and they come. When there are pastors who will even sweat, who will jump, who atajiagusha chini, atajifanya makakara zake, ati ndio watu wakuje. I don't do that. I will just stand and I will tell them a little story, and I will ask them who want to get saved, and they will come. That crusade alone, I have spent 2 million. You want to be paid 200. Nonsense. Seek God now that he wants to be. Seek God that he has given you this health that you have. Seek God that now you can breathe. You have children. You are never able to keep up these children.
It is only God that has kept them. There are people crying their children are in Madare. There are people crying their children are in Kamiti. There are people who are crying their children are in the graves in Langata. Yet God has given you your children, and you cannot afford to voluntarily do his work. You cannot afford to go and rescue a child who is in marijuana, who is in banking, who is in drugs, who is in crime, who is waiting to die tomorrow, anytime. You cannot go even spend your 10 bob with them. Rescue them. Bishop Harrison Nganga came to my house to rescue me. He came driving with bodyguards. He came and rescued me when I was about to die. I was contemplating. I had tried every means to die. Somebody told him, Waruinge Aqua. He came and rescued me. That is why I love this man. He came, rescued me. He washed me. He bought me new clothes. He housed me. He paid for my rent. For one good year, he paid the rent for me. He took me to class for the Bible study. He later bought me sound system to preach. He has been following me wherever I go. He was in this pulpit to see indeed my son is growing. You saw when I was sat there, I was sitting for those who are here. He gave me a check of 300,000. Yet I had given him a check of 200,000 because of a sacrifice. He gave me a check. Ateishi Hodera. A spiritual father. He's still spending on people. He's still spending to see the kingdom of heaven, because he knows through me, many people will get saved. Through me, people will be changed. Through me, people will come back to God. Why can't it be through you? Your 10 shillings, your 30 bob can change people to come to Christ. You have to die. Tell your neighbor, you have to die. If you are still asking for money to be paid because you are working in a church, you have to die. Tell your neighbor, you have to die. If you are still looking for that position to be seen that I am so and so, I am the king, I'm doing this and this, then you have to die. Tell your neighbor, I have to die. For you to be used by God, you have to die first. For God to be in your life, for God to use you for the next move, you will never share any glory with God. You will never. You will still stagnate. You will still be lamenting. You will still be limited, that you will not going to achieve anything in your life. Utakaa tu hapo. Utakaa umesimama. When I released myself to God and God told me, it was not long time ago. It is this year when he told me to come here. We didn't have money when we were coming here. We didn't have followers when we were coming here. We had only 20 people. And he told me, go there, I'm going to send people to you. Don't go looking for people. I will send my people, they will come and join you. And when I came here, we didn't have money. But all of a sudden, people came with their money. And we paid the rent for this place. We bought nice chairs. We bought nice sounds. We bought everything. We didn't have anything. All these things we didn't have. When we were there, we didn't have. We had plastic chairs. We came here with plastic chairs. We took them there. And I gave them to somebody else to go and use them. Because God told me, whatever that is not in your house, don't bring it in my house. I have a nice house. And there is no plastic in my house. And I told God, I will never bring this. He told me, I'm going to glorify you. I'm going to use you to save generation. It is until when I completely surrendered to God this year. I have been claiming to be saved. I was not. I have been claiming that I am preaching. I was not. I have been claiming that I am doing the work of God. I was not. Until this year, when we did this. The month of June. Is it this year? Last year. The month of June, that is when fully I accepted Jesus Christ. And that is when I started counting my salvation. Now I am 8%. Only 80% salvation. I know you are 98, you are 99, some of you are 100%. Well and good, that is you. Me, I am 8. God is still working on me every single day. Every single day, I'm being selected. He killed the Waruinge you knew. He killed the veins. He killed everything, every system that was in me. He is resurrecting one by one. He's changing me every single day. Every time I go for a place to preach the word of God. The other day, the day before I came, I was in Eldoret.
I was attended a burial for one of my member here. A brother died. I went there, and when they mentioned my name, everybody was happy with me. And I was told, the preacher told me, I cannot preach when you are here. Come and preach. Just the other day, they were praying for me to die. Now they are saying, I cannot preach when you are here. Just come and preach. Immediately, they hired a chopper for me because I told them, I have another burial at Langata. I have to go there. They hired a chopper for me all the way to Nairobi so that I can attend the next funeral. People I don't know. People I've never seen. They gathered together. One man was called that he owns a chopper. And he was commanded, take this man to Nairobi. And I was brought to Nairobi through a chopper. I never paid a coin. The same man yesterday they wanted to lynch. The same man they wanted to destroy. The same man they wanted to bring down. The same man now is enjoying a chopper. Until you surrender before God. Such women like this one, they come, they sleep here. They sleep here. They are my intercessors. They sleep. Ayorona ha. Nuna kinya modio ni maikarite ni komodoni ni goko. Kagira goko akamodo ginya odio rari warao dio kagonyoka. Makimadha kai. Alizaliwa 1919. Wewe umesaliwa tu 1980. Uyo mutumia ginyo mothe uyo aturaga mathaga Ngai. Mutumia ndamuria ne ngumunengera mbeca kijuria ni ciake. Ngimwira ndenda gukurathima. Kijira Ngai ndanjirite unengere mbeca. Ngimwira ndenda mamu ndenda gukunengera mbeca. Kijira Ngai ndari aranjitikiria. Ni ciake uranengera. Niki urariha. Nikarudisha pesa zangu kwa mfuko. Lakini kuna watu hawawezi kuenda mahali kwa sababu hawajalipwa. Ati kwa sababu umevaa kabuti imeandikwa sijui nini. It is the greatest shame that will happen to you. It is the greatest destruction that will happen to you until you change and see the greater picture of your God. When you have ever gone because God, you have to be paid for you to go there, it is because you are not yet dead. And the process is not yet even started. Just take my picture. See what I have gone through. See what I've gone through. Eventually my children were dropped to me. My son Joroge here was left to me when he was only 9 months old. The mohete daipa ginyomodi uturaga na Joroge. I stayed with my son. I never went to take my children to my mother, grandmother Tiachuke. I stayed with them because I knew the value. I've never given a responsibility of my children to anybody. I never got a woman to marry to take care of my children. I used to wash my clothes. I'm washing my clothes. I wash my dishes. I wash my house. For those who are here because of that tall, dark and handsome, hopeless, useless you won't get me. You're just wasting your time. There's nothing you are coming to offer me. Just seek God. Seek this God. He is available for you. He is positioned where you can meet him. That is the only gift you can do to God. That's the only position you can give yourself to God. Hakuna. There is no single money. I've never. This money, I used to carry in my boot 10 million bob just for the wastage, for drinking. I've been to 37 countries. I've met 16 presidents. I've met Osama. I met Gaddafi. I met the king of Libya. I sat down with them. We planned with them. Jonathan Goodluck, Kikwete, Mandela, all these were my friends.
But when God came to my life, He delinked me from any one of them. When He came to my life, He delinked me from money. When He came to my life, He delinked me from fame. He delinked me from anything that I will cling on. Allow God to use you. That is what we call the power of resurrection. When you have this power, the field that we are at Kibra grounds, no single crusade has ever been done there. No. Nobody. The one who attempted there was a mzungu from Netherlands, and the moment waliwekelea chuma zao hivi, vijana walikuja wakachukua kila mtu chuma na speaker wakaenda. Even the police, have you seen the police there? Even the police cannot dare come stand there because of the gangland, the gangsters that are in there. But you are walking freely. Nobody is guarding you. Nobody is protecting you. Only God has it. Those gangsters, I watched over them. I watched over them as they were getting saved. They were rushing, asking me, I want to be saved. There is one who came complaining to me. Umeambia hawa unataka wakuje waokoke. Umeambia yule akuje. Umeambia yule aokoke. Mbona mimi usiniambii? Kwani mimi sipendwi na Mungu? And this man is a gangster feared by the police. The police officer called me akaniambia, you have tried. This is a man that has been tormenting us. This is a man that we fear, even the police station. Every police officer that comes there, he's briefed about this man. He came. The one that was wearing a cape yesterday. He came there. I touched him. He was down. Oh my God. And you are still looking for payment. And you are still looking for positions. And you are still looking for favors. And you are still looking for nonsense. Hello. Kubali to allow God to do you that process. Allow God to squeeze you until He removes the impurity that is in you. Mukubalishe Mungu tu akusugue vizuri. That is why I normally give God a larger percentage, because I know I'm still not pure. I know I'm still weak. I know I have challenges in my life. I know I am not complete. I know I need God the more. I need to surrender to God the more so that God can work on me. I have given Him 92% to still work on it. I am not perfect. I am still praying. I go to the mountains every day. I go to fellowships every time. I am here. I sleep in this church. I have a nice house. I have a nice bed. But I normally sleep on the floor in my office. For 3 days a week, I have to sleep there. Just to look for this God. Just to look, because I know there is something, a bigger chunk of me is not perfect. A bigger chunk of me is still dead and need to be resurrected. May you seek this God. May you find this God. Stop this hopelessness of life. Let God use you. Let God perfect you. Let God lift you. I did not come here to be subject to any human being. I am subject to God. If you hate me, hate me. You are the most useless person to hate me. That you have bitterness in your heart. That bitterness, take it to your mother. Leave me alone. I have a journey I am walking. And until God tells me, divert this, that is the time I will divert. I can never divert to any place if God has not told me to divert. I am a good listener to God. I am a good lover of God. I am a good lover, worshiper of God. I have nothing I have not done in this world. Hakuna kitu nekemokejera. Nekegerire leo. I have 21 children. If you're having 21 children, how many women have I slept with? Thousands of women. I had nothing from them. I never achieved anything from them. I never bought a car. I never bought salvation from them. They just misused me. I came out stupid, hopeless, and useless. I have children that they cannot, that this different mother, this different mother, this different mother. It is a shame to me when I meet them. They ask me questions, but I'm unable to answer these questions. I love them. They are not a mistake. They are geniuses. They are powerful people. They are working with the FBI. They are working, one Dansan, you know Dansan?
Si mnajua dance time? He's flying an aeroplane, a jet fighter right now. Tulimwombea hapa kienda America. He's flying that. Samuel, mnajua Samuel? He's in FBI. Others are doctors in Japan. Others are in Belgium. God, when I said I'm going to serve you, God immediately turned my life. That no child that belongs to me is suffering. No child. Nobody is associated with me that is suffering. And life is going on. Surrender to God. Tell your neighbor, surrender. Mwire tu na gikuyu we ni ane kuri ngoi. We ni ane tutigorimu. Mwire tigorimu. Only God has a way. Only God has it for you. Only God can make you. Only God can stand in for you. Only God can change your life. Only God can heal. Only God can give you money. Only God can give you a good husband. Only God can give you a good wife. Only God can make your business move. Only God can give you a position. Only God. Only God. Simama na miguu yenu. That is what we call power. In what? In resurrection. We have to be reborn. We have to be reborn. Lazima tuzaliwe tena upya. Kuzaliwa upya ni kumtegemea Mungu. Kuzaliwa upya ni kujua kwamba there is nothing else you need on this world apart from God. Everything, any other is vanity. Vanity. You need God. Unamuhitaji. Bring your sacrifices, tithes and offering at the altar. Just bring them. Bring them quickly. We are running short of time. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Bwana, Baba ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana.